KTN Nairobi. Watu wanaoishi na virusi vya HIV nchini wamelalama kwamba hatma ya vita dhidi ya ugonjwa huo sasa inasuasua kufuatia kusitishwa kwa utekelezwaji wa makubaliano ya afya baina ya serikali ya Marekani na Kenya na Mahakama Kuu. Kundi hilo ambalo lilianza msafara katika bustani ya Jivanjii hapa Nairobi hadi katika majengo ya Mahakama Kuu kabla ya kuelekea bungeni, linataka seneta wa Busia Okiya Omtata aliyewasilisha malalamishi kuhusu makubaliano hayo kuondoa kesi hiyo mahakamani ili kutoa nafasi utekelezwaji wake. Gloria Milimo na taarifa zaidi. Msafara wa amani. Mkusanyiko wa watu walioletwa pamoja na azma ya kuondoa wasiwasi unaoendelea kuzingira vita dhidi ya virusi vya ukimwi nchini. Watu wanaoishi na virusi vya HIV wamefanya maandamano ya amani hii leo ili kuweka wazi hatari inayosemekana kuwakodolea macho endapo makubaliano ya afya baina ya Kenya na serikali ya Marekani yatakosa kutekelezwa. Msafara wao ulianza katika bustani la Jivanjii katikati mwa jiji kabla ya kuelekea katika majengo ya Mahakama Kuu na hatimaye bunge. We need this in order for us to have negative babies, negative partners. Na pia kama hiyo pesa haiwezi kuja hapa, inamaanisha sisi wote kama Wakenya tutakuwa tumeathirika. Hospitali zetu zitakosa dawa, tutakosa huduma za mahabara. As teachers, we support learners living with HIV. And when somebody thinks of blocking the support that is coming for this, I think we have a lot of questions to ask. We are here to tell our government, the Supreme Court and everyone else that our lives matters, that this funding need not to stop but need to come and help the members. Kundi hilo linamtaka seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtata kuondoa kesi hiyo mahakamani kwa msingi wa huduma za HIV kuathiriwa hata zaidi kufuatia kuondolewa kwa msaada wa shirika la USAID na serikali ya Marekani mwaka jana. Kwenye makubaliano ya miaka 5 baina ya Kenya na serikali ya Marekani, serikali ya Rais Donald Trump imeahidi kuipa Kenya dola bilioni 1.6, fedha ambazo zinapaniwa kutumika kuimarisha huduma za HIV nchini. If you block support that is already available, then it means that you are putting the lives of 1.4 million Kenyans who have HIV, additional number of people who have TB and people who have malaria into jeopardy. That's why we are here, and to appeal to the parliamentarians and make sure that if there is any issue, they take it out of the courts and come back to parliament. That money carries the commodities, carries the HIV, ARVs, prevention, training healthcare workers, social workers, and especially as time we are going for integration where we need all the facility to people move to the main hospital. If we don't do that, we'll start experiencing shortage of ARVs, shortage of condoms, and also destruction of treatment. Mnamo Disemba mwaka jana, jaji wa Mahakama Kuu Chacha Mwita alisitisha utekelezwaji wa makubaliano hayo hadi kesi inayopinga uhalali wake kusikilizwa na kuamuliwa. Inatarajiwa kusikilizwa mwezi Februari mwaka huu. Gloria Milimo, KTN. Huku matokeo